fulani, wakati nimefika kwenye genge la bamia, nafikiria nakula bamia, unga utoshi. Baadaye yake kidogo naona message imeingia. Naangalia message kuna 50,000. Alafu mtu anapiga simu anambia baba nimetuma hapo hela. Naangalia na hakikisha sifuri hizi ni ngapi? Ni 3, ni 5, ni 4. Naona ni 04. Alafu nakaa kidogo naona kuna 40,000 imeingia, niko pale pale. Niko na mchungaji. Angalia tayari nimekuwa na 90,000 nimeenda gengeni na 4,000. Unajua niliruka sijui yule mwenye genge alinichukuliaje. Lakini nikaruka juu, nikaanza kunena kwa lugha. Nikamwambia mama tunaondoka, kachukue mfuko wa bamia tuchukui tena, twende barabarani. Ukiuliza step za kuruka zilitokea wapi? Ni mziki gani ulikuwa unapigwa? Nitakwambia muulize Mungu alipiga mziki gani. Ninachojua nilikuwa na 400 na 90,000. Kwa hiyo hiyo ndio mziki unaonirusha. Matendo anayokutendea Bwana ndiyo yanayokufanya ucheze. Ndiyo yanayokufanya. Pastor anaweza akakaa hapa akasema jamani ruka juu. Kama hauna tendo lolote ambalo unaona Mungu amekutendea, kuruka utaona shetani anavuta miguu chini anasema usiruke. Usiruke. Mwingine unaona anaruka, unaangalia huyu dada anarukaje? Kwani ana shida gani? Yeye moyoni mwake kuna jambo anajua Mungu amemtendea. Biblia inasema mtumishi wa Mungu Daudi alienda vitani. Alipokuwa vitani akapigana na maadui akashinda. Na sanduku la Bwana lilikuwa pamoja naye. Kwa sababu alikuwa na sanduku la Bwana walishinda vita. Waliporudi nyumbani akajenga hema, akalibeba lile sanduku la Bwana akalipeleka kwenye ufalme wake kule ikulu. Biblia inasema wakati wanalipeleka lile sanduku la agano, Daudi akalipokea, akaanza kucheza, akawa anacheza. Biblia inasema kuna mwanamke mmoja aliitwa Mikali mtoto wa Sauli. Yule Mikali mtoto wa Sauli akamwona Daudi analukaluka, akatikisa kichwa. Biblia inazungumza neno tu moja ya kwamba alimdharau moyoni mwake. Wakati Daudi akafika kwa Mikali, wameshaingiza sanduku, akasema ngoja nikawabariki na watu wa nyumbani mwangu. Mikali alikuwa wa kwanza kumlaki ikulu. Akamwambia leo utukufu wako mfalme ulikuwa wapi? Maana umecheza kama mmoja wapo wenda wazimu. Ulikuwa unaacha maungo yako wazi mbele ya wafanyakazi. Nimekuona dirishani nguo zako zikiwa zinaanguka. Cheo chako mfalme ulipeleka wapi? Baba yangu Sauli hakuwahi kufanya ujinga kama wewe. Ni kweli una utukufu lakini leo umejidhalilisha. Daudi akamwambia Mikali, wewe haujui nilikuwa nacheza mbele za Bwana. Yule ambaye alimtoa baba yako kwenye ufalme akaniweka mimi. Anamwambia Mikali, haujui mimi nilikuwa ni mchunga kondoo wa baba yangu, nilikuwa mtoto niliyeachwa. Mungu aliniita kutoka kwenye kuchunga kondoo akaniweka kuwa kwenye ufalme. Anapofika swala la kumtukuza yeye, sitajizuilia, maana hapa nilipo nipo kwa uwezo wake. Hapa nilipo nipo kwa nguvu zake. Alimwambia Mikali hivi, alimwambia inapofika swala la Bwana mimi nitacheza. Wafanyakazi wakiniona niko uchi, nikikaa mbele yao nitaendelea kuwa mfalme wao. Hawawezi kunitoa kwenye kiti sababu aliyoniweka nilikuwa nacheza mbele zake. Kuna muda unaweza ukacheza watu wakajua umechizika. Wakasema hichi kimama kinaruka akioni aibu. Unajua mahali Mungu amekuvusha. Listen. Kuna mahali unatuona tuko hapa, kama sio Mungu tusingekuwepo. Kuna mazingira tumepitia. Tulikuwa ni watu tulioachwa. Tulikuwa ni watu tuliodharaulika. Kuna mtu mmoja, wewe umekuja Dar es Salaam. Inawezekana ulikuja na shangazi kaja. Unakuja unasema naenda kwa shangazi. Shangazi akakutimua. Ukaenda kufanya kazi za ndani. Umeenda kufanya kazi za ndani. Kazi za ndani wamekutimua. Umeenda kukaa kwa rafiki yako. Rafiki yako akakuchoka akakutimua. Baadaye umekutana na Yesu. Yesu kaanza kukutengeneza. Kakutengenezea connection. Kutoka kwenye kutangatanga. Leo una vyumba 2, 3, 4. Leo unamiliki kitanda. Leo na wewe unatembea na funguo. Leo na wewe unasema naenda nyumbani kwangu. Leo na wewe unapokea wageni wanakuja kukaa kwako. Leo kuna wageni wanatoka mkoani wanasema naenda kwa Rebeka kusalimia. Ukifika mahali unasema mimi niliyekuja na shangazi kaja, leo ninahifadhi watu kutoka mikoani. Nani atakuzuia usimtukuze Bwana? Wewe ambaye ulitoka kijijini, mahali ambako nilisema siku ile tunalala kwenye ngozi, tunalala kwenye manguo yaliyotupwa. Listen. Kuna muda nawaambia watu wa Mungu, geuzeni maisha ya nyumbani.